Nakuuliza wewe. Alafu hebu angalia vizuri. Hii toka umezaliwa wewe kutumia simu hii. Yaani toka umezaliwa, na sio kuzaliwa wewe. Toka uko wenu, mama yako, baba yako, kuna mtu ambaye kumiliki simu kama hii? Nakuuliza. Maka uko kwenu maskini. Hii simu kama hii kuanzia 250,000. Kwenu mmemiliki. Wewe siku zote huwa nakwambia mwanaume aletewe dharau. Nitakuja kulikata ile bichwa lako. Wewe unajiita mume wangu. Siku nyingine uje uniguse kama hivi. Nakwambia kesi. Niguse tena. La sivyo. La sivyo nini? La sivyo nini? Nimesema la sivyo. La sivyo nini? Nini? Utanifanya nini yani? La sivyo utanifanya nini? Okay, Mr. Christopher. Kuna athari kubwa sana ambayo itatokea endapo utaenda kinyume na masharti na mkataba wetu unavyotakiwa. Na hii sio kwa upande wako tu. Hii inaweza ikaathiri hadi kazi yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo naomba uwe makini kwa hiyo. Dokta, nitakuwa makini sana na mwaminifu kwako na kuzingatia yote ambayo unihusia. Nitakuwa natumia kinga kwa kigezo cha kuzuia mimba. Ndio maana nimekuja hapa toka awali nikakwambia mimi ni nani. Siwezi kusambaza ukimwi. Najua ninavyoteseka kama kijana. Napenda nilinde jamii yetu waweze kujua kwamba ukimwi ni ugonjwa mbaya sana. I'm Christopher. I promise you. Uje kijana, yani najiuliza maswali mengi kwamba kwa nini kwanza nimetokea kukuamini hivi. Lakini mara nyingi sisi madaktari huwa tupo kwa ajili ya kusaidia wagonjwa. Na endapo ukiteleza kidogo na kutokuwa mwaminifu, unaweza ukaharibu kizazi na kizazi na kizazi. Hivyo basi, kukuamini kwangu naomba iwe sababu ya msingi sana kuishi kwenye mkataba. Lakini endapo utaenda nje ya makubaliano ya mkataba, basi utaweza kuvunja mkataba huo. Dokta, kwanza nisema hongera sana. Wewe ni mtoto tofauti sana. Umeokoa maisha yangu. Asante dokta. Nitazingatia chochote ambacho ulichonihusia. Niko hapa ili kuweza kusaidia vijana wengine na nitakuwa mwakilishi kwa jamii kujua kwamba ukimwi ni kitu kibaya sana. Tumeingia kwenye mkataba rasmi. Asante. Oh, welcome. Babe. Najua uliniahidi mambo mengi sana. Najua leo ni siku njema sana kuweza kutimiza yote ambayo uliniambia. Chris, nipo kwa ajili yako. Alafu mbona moto hivi? Kwani? Nilivyokuahidi ni siku njema sana kwangu. Huwa nikiwa moto hivyo, huwa na misi sana mpenzi wangu. Leo ni siku yetu. Makumisi pia. Usifanye hivyo. Nisikilize basi. Okay. Usifanye hivyo. Unajua na mimi pia ni mwanga. Mume wangu kaondoka muda mrefu. Na alivyoondoka ndio maana Chris nimekuja baba mwenye nyumba. Babe. Nisikilize kwanza. Nisikilize basi. Tusubiri kwanza tukacheke afya babe mpenzi wangu, sawa? Nakupenda. Nisikilize kwanza. Ndio maana nakwambia kidogo tu. Sitofanya sana, kidogo tu. No, hata mimi pia ni mwanga, usifanye hivyo. Basi kidogo tu. No, usifanye hivyo. Sema kwamba nitakupa. Twende tukacheke afya. Then nitakupa. Ngoja, kuna kitu nafuta ndani. Nisubiri hapa. Alafu nakuja. Sawa? Okay. Karibu kae. Kipenzi changu nakupenda wewe, sina mwingine. Wewe ndo roho yangu, nakupenda wewe, usisikie wengine. Kwanza kabisa mimi niwapeni hongera zenu kwa kufika hapa ili kujua afya zenu. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili pia nimefurahi pia ujue
watu wengi wanaonaga sijui niseme ni aibu au ni nini kuja kujua afya zao, lakini kwa sababu umethubutu na kujiamini kufika hapa, basi ni jambo la heri. Mimi nina maswali machache kwenu. Labda uhusiano wenu una muda gani mpaka sasa? Tuna muda mrefu sana. Sema ni utaratibu wetu kila baada ya miezi mitatu kuja kuchekia afya. Swali jingine ni kwamba je, bibi hapa unamwamini mwenza wako? Namwamini sana. Na ndio maana niko naye hapa. Ya, huwa ni mara chache sana mwanaume kukubali kuja kuchekia afya yake. Namwamini sana sana. Sasa wewe? Yes. Okay, sawa. Majibu ni kwamba majibu yako kwanza kwako binti, majibu yako ni mazuri. Thank you. Hauna maambukizi yoyote ya virusi vya ukimwi, lakini kwa ndugu yangu pia Mr. nani? Mr. Christopher. Mbona wasiwasi binti? Majibu yako pia ni mazuri. Kwa hiyo hongereni sana. Dokta, niseme kwamba tunashukuru sana. Na ni vigumu sana kijana kama mimi kuwa na desturi ya kuja kupima mara kwa mara. Na nilijaribu kumwomba mwenzangu, lakini akanikatalia. Nikasema kwamba sio vibaya kuja kupima afya yangu ili aweze kuamini kwamba mimi nampenda na nipo tayari kwa chochote kile. Okay, Mr. and Mrs. Christopher. Mimi kwanza niwape hongera sana, lakini jambo muhimu la kuambia mimi kama daktari ni kuendelea kujilinda. Hii haijalishi labda kwa sababu hamna maambukizi ya virusi vya ukimwi, basi mfanye tu ili mradi mmefanya. Kwa kila mtu ajilinde kwa wakati wake. Tumeelewana hapo? Basi sawa. Mimi niwatakie siku njema. Mister. Asante dokta. Na babe, umefurahi? Umeenjoy? Umeniamini? Okay. Asante dokta. Okay, sawa. Dhuruma malipo yake mateso, kujidhurumu siwezi pitia mateso. Vipi mzee? Naona mwepesi. Mwepesi na nini? Kaka. Si umetoka kupunguza kiongozi. Baba, ni usichokijua tu mambo magumu. Mtoto kagoma kweli. Acha mambo yako. Mtoto kagoma kutoa mzigo mpaka tukapime afya zetu. Sasa mtoto kakubali kabisa kuingia paka ndani kiongozi? Mtu kakubali kuingia paka ndani kabisa kwamba umepelekana ndani. Wewe unasema kagoma vipi? Ndio maana siku ya kwanza nikakwambia nimependa ujasiri wake. Mtoto kaniambia kwamba mpaka tukacheki afya zetu ndio anipe mzigo. Mimi kwa hiyo mlienda kupima? Ya nimekwenda na sote tumeonekana tupo negative. Kia Mungu mimi nisingekwenda. Wewe usinitanie, siwezi hilo swala mimi. Ndio nikatoboa kabisa kuangalia hivi. Mafuriko. Niweza mimi. Kupima afya ni jambo njema sana ndugu yangu. Sio lazima uumwe. Sababu mimi ni muoga kuliko waoga wote unaowafikiria wewe. Mimi sipimi mpaka nikongoloke kabisa nijibu. Kama kijana mwenzangu na mimi nikushauri. Leo natoa wazo kukushauri. Sijawahi kukushauri kaka yangu. Ndio. Ni vyema, sio kwamba lazima uumwe ndio uende ukapime afya yako. Bado kuna magonjwa ya moyo, ini, lazima ukapimwe. Utaweza kuwa unatembea kumbe tayari umeshaoza wewe. Ladha umeshaoza wewe. Tutajaribu kaka, tutafanyaje sasa? Sipitia mateso. Najua haya yote mapito. Kwa ya maradhi nayo yaponya hata kwa jasho. Maisha ya matatizo ndio ufanya nisiache kudhurumu. Nilijitoa ili nitoe mzigo ila
Vipi bosi? Hii ni nzuri? Nzuri. Vipi muuzaji? Yungu unaionaje? Kwanza karibuni jamani, yaani hata nimesahau kuwakaribisha. Samahani. Naitwa Casey. Sijui unaitwa nani? Naitwa Rema, au unaweza kuniita Rema. Jina nzuri sana. Umetokea kupenda ghafla. Kuvutiwa na wewe. You are so beautiful. Sorry, lakini umeshwa? Anwani sio lazima kuzidi namba yako. Naomba unisaidie namba yako. Umesema kwamba unaitwa Anaitwa Rehema. Hata mimi nimelisikia jina liko kule na nasikia kwa mabovu. unaitwa Rehema? Hey. Bosi, lipia twende, nguo ndio hii sio ile. Hauna maambukizi yoyote ya virusi vya ukimwi? Kwa hiyo ongeleni sana. Vipi maendeleo hapa nyumbani? Ni mazuri. Hivi kwani mume wangu na matatizo gani? Mbona mimi sikuelewi? Kwa sababu nimekaa na kinyongo muda mrefu kwenye moyo wangu, nashindwa hata nianzie wapi kukuambia. Yaani zamani ulikuwa ukitoka kazini ukija hapa ndani tuna furaha, tunakumbatiana, tuna kiss, tunaongea mambo mengi, lakini sasa hivi unakuja mnyonge, ueleweki, umechoka sio kuchoka. Yaani sikuelewi. Kwani una shida gani? Okay, tuseme basi una matatizo. Unataka uongee na nani? Mimi si ndo mke wako? Unataka uzungumze na mimi tujue tunatatua vipi? Hata wewe mdogo wako akija kukuona hapa sasa hivi anajua kabisa wewe haupo sawa. Hauwezi kuongea naye, basi ongea na mimi. Mimi si ndo mwanamke wako, kama ulinioa ili nini? Okay, na sasa hivi umekuwa unapokea tu simu za private. Tokea lini ukaanza kufanya kazi private? Unasema sijui mteja wangu. Mteja gani ama ni una wanawake zako sasa hivi? Kwa hiyo ukiwa na shida zako kama hivi unapitia huko nje ndo unasema, hapa ndani huwezi kuongea na yoyote, si ndio? Mimi nimeshachoka bana. Yaani kama unahisi kuna tatizo bora tukae tuongee, lakini tumechoka huko ndani, hatukae kwa furaha, tuna raha, tuna amani. Yaani kila siku ndo hivi tukukasirikiana, sijui nini, sijui mimi nimechoka bana. Wewe mume wangu. Sawa. Yaani kwa maana kwamba mimi naongea na wewe, alafu wewe upo kwenye mambo yako. Unaweza wanawake zako, si ndio? Nimekusalimia, umetumia kama sekunde 30 kunijibu. Alafu sasa hivi naongea mambo ambayo yapo kwenye moyo wangu. Haupo na mimi. Msikilize mke wangu. Kwanza samahani sana. Sasa samahani yako mimi naweza ikanisaidia nini hapa? Msikilize basi. Ujue sometimes mimi nachoka sana. Kwa kipindi hichi ndo unachoka, zamani ulikuwa huchoki. Ila kwa sababu umenizoea vibaya, unachoka, ukirudi ndo kama hivyo. Mke wangu, wewe kazi unayofanya unaijua. Ile kazi ina vitu vingi sana. Kwa kuna muda nahitaji pia muda wa kupumzika. Lakini mke wangu, kuna baadhi ya vitu ambavyo unaviongea, yani ambavyo havina maana. Mimi sinarudi mapema nyumbani hapa. Kuna siku ambayo mimi nishawahi kurudi asubuhi hapa.
Kuna siku ambayo nishawahi kurudi labda muda umeenda kwamba leo mume wangu karudi muda umeenda kuna sehemu kapitia? Mbona hilo ni jambo la kawaida? Siku hazifanani, so kila siku tutakuwa na furaha tu. Kwa nini unanionyesha makucha yako? Hivi ukweli wangu kwako ndio kwamba nimekuonyesha makucha, sio? Mimi nimekwambia siko sawa, nimechoka na nahitaji kupumzika. Jamani. Kinamba namba. Kinamba namba. Kinamba namba. Wewe subiri kwanza. Jamani, kaka amerudi. Amerudi yupo ndani. Amesema anajisikia uchovu kwa kupumzika. Oh jamani, kakangu anasumbuliwa na nini tena? Mungu amfanyie pesi awe sawa. Amina. Mungu amfanyie pesi awe sawa, kesho amke poa. Kuhusu mimi leo. Kuna siku ambayo nina furaha kama leo. Siku yangu. Siku yangu leo imeenda poa. Hey, sijui kaniambia umependa tena. Umesahau kwamba juzi tu umetoka kuumizwa. Kwa hiyo Fianisi hautaki kuona mimi nikiwa na furaha. Hata kama niliumizwa huko zamani katika mahusiano, lakini hiyo hainizuii mimi kumpenda mtu mwingine. Hainizuii mimi kuwa in love. Sijui unanipata? Haya basi tuache hayo. Hebu niambie. Ni nani huyo amekufungua minyororo? Bana. Leo time nipo dukani. Meka zangu sina ile wale mwenzangu anachezea simu. Wamekuja wao vijana. Mimi for the first time sikuwaona, sikuangalia. Yule mmoja ananiuliza, "Nguo ndio hii tuloichagua, vipi shingapi?" Anisi anamwangalia. Hata sijui ngombeaje. Yaani namwangalia. Ni mzuri. Unajua mzuri? Yaani kwanza nilipomwangalia moto ukasimka ujue. Ananukia huyo kaka. We. Afu ana video fulani hivi yani. Nilipomwangalia kwanza nikaishwa pause. Mambo dada. Kaambia poa. Yaani hata ile confidence ya kumwangalia ile inafanya hivyo macho. Akaambia tukaongea pale akasema namba ya simu. Yaani kwanza yani aliponipa ile simu nilidua, unajua nilidua yani nikabaki namwangalia. Yaani sikuamini kama ataniface atanipa simu yake. Aliponipatia tu simu. Nikaandika namba yangu haraka uweze amini. Nikajitumia message, yani namba yake ije. Yaani tusio yani unaelewa? Mambo ya story. Nikajitumia pale message nikamrudishia simu. Mkaka ananiangalia. Yaani mbona wetu ulikuwa unanisisimka wifi. Hapa ninachosubiri tu anicheki, mambo mengine yaendelee. Mimi nakutakia laheri mwanangu. Brother samani, huenda sio mzuri sana katika mboga za majani, lakini macho yangu yanaona mbali sana. Na kuona unatokea huko alafu kuna binti umesimama naye. Yule binti umesimama naye ni nani? Bro, mbona kama una jazba na mimi kulikoni? Kulikoni ni kipindi na kuuliza kistaarabu, nimekuona toka napotokea. Kuna binti umesimama naye kule na kuuliza tena kistaarabu, ni nani yule? Bro, nimesimama na watu wengi. Afu niache nende, nimechoka sana brother wangu. Sawa? Bro, sijizime data nitakuashia wifi. Yule uliosimama naye ni mke wangu. Wa ndoa kabisa. Alafu nimeona umesimama naye kimahaba kabisa, yani unajibebisha. Bro, kuwa makini.
naongea na wewe kama watoto wa kiume. Kwanza wewe umeoa? Bro, nimeshakwambia kwamba nimesimama na watu wengi. Umeoa? Maisha yangu. Mbona unifuatilia bro? Sikufuatilia. Wewe unajua uchungu wa mke? Bro, ama ni pesa unahitaji nikupe? Kama ni njaa niambie. Nimeshakwambia kwamba nimesimama na watu wengi. Kwa hiyo pesa zako ndo zinakufanya usimame na wake za watu. Jiangalie juu mpaka chini bro. Hii ni kama kalma bro. Itakurudia. Vipi, kuna nini hapa? Ongea na ndugu yako hapa, mniambia kwamba nimesimama na mwanamke wake kule. Vipi bro, naongea kistaarabu, usitake kuona upande wangu wa pili. Wewe sijeuli eh? Basi haina shida. Sawa. Ngoja. Sasa mchanga wa nini? Mchanga wa nini? Kaka, hebu samahani kwanza kidogo. Wewe usijifanye wewe kwamba huyu mambo ya Kiswahili hana. Umeelewa vizuri? Huyu sio Mswahili kama unavyofikiria wewe. Sasa hivi nyayo za nini? Nyayo za nini? Uliza kiatu. Nyayo za nini sasa? Uliza kiatu. Sasa nikikuuliza kiatu unakuaje wewe kaka kama una mshenzi kofia kama unakufuatisha. Sasa kaka, ukubwa huo na mneo unakimbilia vichanga ndio nini sasa ndugu yangu, mambo ya Swahili. Swahili huyu wana alogeki huyu kaka. Please namwambiaga lakini vitu vingine tayari. Nini sasa? Sio nini? Unaona alichokuchukua hapa? Umefanya? Wewe tutaenda kuzungumza bila safari. Hii kachukua unyewe, unaweza usiondoke kwenye nchi tena hapa. Shauri yako nakwambia. Ndio maana nakwambia wake za watu achana nao, tuongelee mambo mengine. Bwana wake lojazana huko kila siku anazaliwa Muhimbili kaka. Basi tumfuate. Umfuate wa nini tena ukatafute matatizo? Nipo karibu na kifo changu, na uona mwisho wangu, na mzigo wa dhambi zangu, nitajibu nini kwa Muumba wangu? Chris. Nimekuja mara 3. Ndio. 5 tena. Mbona umetaja jina langu kwa msisitizo? Kulikoni? Uko vizuri? Bara. Umekitendea kitenda changu. Ina maana umeenjoy? Kitu sichokijua. Natamani nifunge kwa maombi. Wow. Ili niombe mume wangu asije akawahi kurudi. Maana ukiendelea hivi ndoa yangu itaingia doa. Wow, baba. Nikuahidi nakupenda sana. Kweli? Nitakuwa mwanaume tofauti na mfano kwako. Serious? Kweli. I love you so much. Sorry. Mafuriko. Okay, nakuja. Babe. Nenda wapi? Bullshit moment. Metokea dharura. Mimi najua tunashinda wote mchana kutwa, jamani naondoka jioni. Na umeshakuwa muda kwenda kuchukua watoto shule. Usema tu na haraka zako. Kuhusu mtoto nishaongea na dada yangu anaenda kumfuata. Baby, nisikilize kwanza. Sitaki, mimi nilijua tunashinda wote hapa. Sawa, nisikilize kwanza, baby. Sitaki. Nisikilize kwanza, baby. My sweetheart. Kuna wanawake wengi ambao nimeshakutana nao, lakini wewe ni kiboko. Kwako nimezama, yani sitoki kabisa. Nipe muda nitarudi, sawa? Sitaki maana babe. Sawa. Baki yote. Sawa. Nakwenda narudi. Ni emergency, sawa? No. Please. No. Nipo kwa ajili yako, sawa? Napenda. Nipo karibu na kifo changu, na uona mwisho wangu, na mzigo wa dhambi zangu, nitajibu nini kwa Muumba wangu? Sasa hivyo umefungaje kaka shati? Hivi shati umefungaje? Mafuriko. Mbona umenitoa kwenye stimu kulikoni? Funga kwanza shati vizuri. Fungua na hiki funga ndugu yangu. Hapo umenitoa kwenyewe kabisa. Nisako nilikuwa nimeshanogewa Mafuriko. Hebu nisikilize kwanza. Yaani mimi mwenyewe unavyoniona paka nakuja huko mbio mbio, sio kama nakuja kwa kupenda. Hivi ninavyokuambia demu wako nimemwacha nyumbani. Nani tena? Kuna nani zaidi ya Mosi? Mbona kaja mapema lakini nilimwambia aje.
Sasa kumbe unalijua ulimwambia aje. Hivi ninavyokuambia kaja pale hataki kusikia la mnadi swala wala sauti za kanisa. Anakutaka wewe. Wewe mwambie kwamba mimi sipo. Mimi naendelea na shughuli huko. Chris. Hivi paka nafikia tu mimi nafunga safari ya kuja huko. Yayo yote unayozungumzia nishayamaliza na hataki kusikia lolote. Anachokuhitaji ni wewe. Tayari huko nimeshafanya. Tena huko. Sasa wewe mwenyewe sasa. Hiyo ni starehe yako. Na ulishaniambia kwamba una uwezo mkubwa. Kwa hiyo sasa nenda kamaliza uwezo wako kule. Umeelewa ndugu yangu? Wewe mpe mistari. Ngombeza akikubali basi mtoe, mimi nalala huko. Kaka, ninavyozungumza mimi nimeshamaliza maneno yote, hataki kunielewa na kuhitaji wewe. Akihitaji huduma nyingine mimi nitampa. Wewe twende tu. Okay, sawa basi. Mafuriko. Utaniua mafuriko. Sasa mimi au wewe kilanga chako? Mimi nitakuwa mimi ndo nimekufa. Lala kifuani kwangu kipenzi. Lala kifuani kwangu lazizi. Lala kifuani kwangu kipenzi. Lala kifuani kwangu lazizi. Chris. Naam. Sikujua kama wewe ni fundi namna hii. Kawaida. Yes. Sio kawaida. Yaani umenifanya mpaka natamani kuomba msamaha juu ya vurugu za mume wangu alizokufanyia juzi. Nisikupe shida. Una kama kawaida. Ila nikuombe sorry kwa sababu kwa leo nimekupa kiduchu. Sipo sawa. Chris. Mimi nimechukua uamuzi wa kwenda kumwomba talaka mume wangu. Mradi tu naweza kupata muda mzuri wa kuwa na yeye. Hapana. Kwa nitakuambia mpende sana mume wako na kumheshimu. Usime hivyo Chris. Hakuna mwanamke yoyote anayemheshimu mume wake alafu akachepuka. Yaani kama unataka nimheshimu, mimi nitamheshimu. Lakini siwezi kuachana naye. Najua hivyo. Nazingatia, lakini nakupenda Chris na siko tayari kuzikosa hizi la unazonipa. Natamani kila siku tu tunafanya. Kweli. Sawa. Samahani dada. Naitwa Chris. Mchumba wa Ray. Nimejaribu kumpigia simu. Hajapatikana kabisa. Na hapa ndo dukani kwao. Sijui kwamba ametoka ama yupo. Kwanza karibu sana. Asante. Ray leo hajaja. Lakini mimi ni wifi yake. Kwa hiyo kama kuna maelezo yoyote unaweza kaniachia, akija nitampatia. Kwa sababu sio leo tu, hata kesho atakuwepo. Poa. Hakuna shida. Basi ungalichukua namba yangu ili nikimkosa niweze kupigia. Nakuandikia kwangu? Bila shaka. Yaani kama ndo wewe, basi wifi yangu ana haki ya kupagea. Kawaida. Okay. Asante. Naitwa Anisa. Anisa. Shukran. Karibu. Asante. Mamaji, mke wangu, ni miaka 5 sasa ndoa yetu. Sijawahi kukuona ukiwa na mabadiliko kama hayo ulionayo wakati huu. Niambie, kuna tatizo? Babaji wangu, mimi sijaona tatizo hapo. Siku huwa zinabadilika. Sawa, siku huwa zinabadilika ndio,
lakini fika unatambua kwa mumeo ni miezi 3 nilikuwa sipo hapa nyumbani. Sasa nimerudi, lakini mwenzangu huna furaha na mimi wala hata shauku na mumeo. Kwa nini? Kangwa, sijawahi kukuvunjia heshima na usitake kujua nini kipo ndani ya moyo wangu. Kumbe kuna mengine hapo ndani ya moyo wako, si ndio? Sasa mimi hapo kosa langu ni lipi? Nimetimiza majukumu yangu kama mwanaume. Kama zawadi nimeleta. Na hii miezi 3 ambayo nimefanya safarini ni moja kati ya majukumu yangu ya kikazi. Niache sasa, kama ni majukumu yako ya kikazi, sawa. Unijari. Mimi ni mwanamke Kangwa, nakula na shiba. Nahitaji unitimizie majukumu yangu. Angalia sasa, mtoto wetu ana miaka 5 hivi sasa. Wewe ukija unaingia unatoka. Yaani sikuelewi, unanichanganya Kangwa. Why? Oh. Kumbe hilo ndo tatizo. Sasa mimi sioni hapo kuna tatizo, sawa? Kama swala la kupata mtoto ni jukumu letu sote wawili. Sasa unavyonipa mimi lawama ni kama mimi ndio sitaki tupate mtoto. Kwa nini? Wewe unadhani hilo dogo? Ndio ndogo kwa sababu mimba huingia siku moja. Kwako ni dogo, mume wangu. Naomba nisamee mimi. Sawa. Naomba nikuruhusu uende kwa marafiki zako ukatulize kichwa chako. Uende utakuwa sawa. Hivi mke wangu, kwa nini unanishtua hivyo? Nataka nikuulize tu mke wangu. Unajipata shida ya nini? Unanyata kama mwizi wakati hapa ni kwako. Na muda huu unatoka wapi mke wangu? Alikwambia mimi nanyata ni nani? Mimi nimetembea kuja huku mpaka hapa. Alafu mambo ya mimi natoka wapi mimi naona hayakuhusu. Umebadilika sana mke wangu. Okay. Unaona mimi toka asubuhi mpaka muda huu sijara. Yaani naishi kama sina mke. Kweli? Ndio refresh sana. Kwa hiyo huko nyuma kabla hujanioa mimi, yani kabla hujaongeza mfanyakazi ndani kwako. Maana mimi sio mke tena, nianze nikupikia asubuhi, mchana, jioni. Nikae leo ipo juu kwa ajili ya kuwaza kukupikia wewe. Kuanzia nguo zako mpaka chakula chako ulikuwa unafanyiwa na nani hizo shughuli? Kabla hujaongeza mfanyakazi ndani kwako. Ulikuwa unafanyiwa na nani? Na Yesu umenisahau. Unataka turudi nyuma tulipotoka. Shachoka kukupiga. Angalia huu mkono wangu. Angalia huu mkono wangu. Sitamani tena utue katika mashavu yako. Kuwa makini, chunga mdomo wako. Yaani nakushukuru Mwenyezi Mungu uliojificha, usitaka kutoa sura yako kaona hichi kituko ninachokiona leo. Yaani ndo unajiingiza, yaani unakwambia kama unajiingiza kwenye mkenge. Mkenge ndo huu. Ninavokutafutia sababu wewe. Uniguse niondoke. Yaani ndo taraka yangu. Sinaga mambo mengi mtoto wa kike, natafuta hiyo taraka. Siku zote wanasema mwanamke mpumbavu ivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kila nikitazama uso wako na nikijitazama mimi naiona kabisa jela inaniita. Kwa hiyo tusifike mbali, mikono yangu imechoka kukupiga. Acha tu nikuache na upumbavu wako. Kwenda bwana wewe. Yaani siku hizi unaonekana mwandishi mzuri wa mashairi. Na haya mashairi ukaweka kwenye vitabu ili mradi tu upate pesa, upunguze ziki ulizonazo. Maana umaskini unakunyanyasa. Shakuchoka.
Shetani wa miguu minne. Mbona unasahau viatu? Asa mke wangu, viatu gani wakati mimi kuna viatu vyeusi pale nataka nivivae? Bana mume wangu, wewe kila siku unavaa viatu hivyo vyeusi. Juzi umevaa, jana na leo tena. Ujue wife, kitu ambacho ukijui kwa sisi ambao tumesomea masuala ya mavazi haya. Unajua shati unaona sura jeusi chini, kula kiatu cheusi. Hata ukiingia ofisini tu kila mtu anakutolea macho, anasema da, kweli huyu kao anajua kupangilia. Lakini sawa, kwa sababu wewe mke wangu bwana, ukisha panga lako ni lako. Nipe nivae hivi. Basi sawa, baadaye. Lakini samahani. Nilikuwa nataka kukuambia kwamba sitaenda dukani kwa sababu nimepata dharura. Sasa mke wangu, sijakuelewa vizuri hapo. Unaniomba ruhusa au unanipa taarifa? Naomba unisamehe kipenzi changu. Nilipaswa kukuambia jana usiku lakini nilipitiwa. Okay, asante kwa kutambua kosa lako. Unaenda wapi? Nenda kwa Aunti Maya. Alinipigia simu jana akalalamika sana kwamba kwa nini nishaenda kumuona ni muda mrefu. Kwa hiyo nataka niende huko. Okay, sawa. Na mimi kidogo ni muda mrefu sijapigia simu wala kwenda kumuona. Ya kwa sababu umepata nafasi ya kwenda huko, basi tangulie na mimi pia nikipata nafasi pia nitaenda. Wewe tangulia, mambo mengine atakayofuata tutajua tunafanyaje. Kikubwa zaidi usikose kumjulisha wifi yako kwa leo uende dukani ili yeye aweze kwenda kule. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Asante. Haya, nakutakia siku njema na nakupenda. Nakupenda pia. Wewe na kazi njema. Na nyie pia. Nimekwambia sitaki. Siwezi kulala na wewe kabla tujaenda kupima. Sawa, nimekubali. Kesho na usiku tutakwenda kupima. Nimekwambia hivi, sitaki. Mbona unielewi? Kalale huko, mimi niache nilale hapa. Sitaki. Yaani kiufupi, siwezi kulala na wewe tukiwa tujaenda kupima. Sijui unanielewa mpaka hapo? Nyinyi madereva wa masafa marefu, kila kituo una mwanamke, kila mkoa una mwanamke, kila mpaka una mwanamke. Sitaki, siwezi kulala na wewe bila kwenda kupima. Lakini ulisema kesho kwamba ni siku na tutaenda kupima. Subiri hiyo kesho nitakupa. Ni ndoa gani ambayo haina uaminifu? Bila kupima ni ndoano. Mbona mimi sijao kukuwazia mabaya hata siku moja? Utajua mwenyewe. Ina maana wewe ni mwaminifu? Nakuuliza, wewe ni mwaminifu kwangu? Bwana, mimi nishasema bila kupima siwezi nikalala na wewe. Kalale huko, niache nilale hapa. Okay, basi sawa. Twende, nitatumia mpira. Na nimekuwa shamba la bibi hili. Sio shamba. Haya basi sawa. Sio shamba la bibi, sio Mkapa, sawa. Naomba turudi chumbani. Uniambie kwa kina sababu ile kufanya wewe kumpeleka mtoto wangu bado mdogo boarding, na pesa hizo ulizitoa wapi? Hapo tu nikupongeze. Sawa. Wewe ni mwanaume bora, baba bora kwa mwanao. Pia unajua kutunza babangu. Katika zile hela zako ulizokuwa unanipa na hela zangu nilizofanya nimpeleke mtoto boarding. Bila kusahau nimechukua mkopo benki. Sawa baby? Yeah. Mama G, mkopo benki? Ndiyo baba G. Miaka 5. Kwa kazi gani ulionayo?
Kwa kipi ambacho kinakufanya usimtunze mwanangu akiwa na miaka 5 umpeleke boarding? Naomba twende chumbani tukayamalize. Nimekwambia siendi chumbani. Sababu ya kumpeleka mwanao boarding nimeshakupa. Apate elimu bora kwa maendeleo yake ya baadaye. Na wewe pia ni baba bora. Kuna ubaya gani? Nimekueleza pesa nilipotoa. Matumizi ambayo uko unanipa nimebalance na kazi zangu mwenyewe. Na nimeshakwambia nimechukua mkopo benki. Usichonielewa ni nini hapo baba G? Naomba tusisumbuane. Sawa? Kalale niache nilale. Anisa, upo vizuri sana. Sijui kwa nini nampenda sana Ray. Chris, mpenzi wangu, mimi mbona nimeshakwambia kwamba mahusiano yetu hayawezi kukufanya wewe ushindwe kumpenda Ray. Itakuwa na mapenzi ya tofauti sana. Je, hautojisikia wivu nikiwa na mchumu wifi yako mbele yako? Anisa, Ray ni mwanamke tofauti sana kwangu. Nikiwa na Ray yani najikuta kwamba nimefika nyumbani, nampenda sana. Anisa, naomba unielewe. Chris, mimi nimekupenda mwenyewe. Japo kama mwanadamu ukitaja jina lake kila saa Ray nakuwa najisikia vibaya. Ila nahisi wivu tu utakuwa unanisumbua. Unaonekana una wivu eh? Anisa, ikiwa hivyo unapenda nimuone mume wako wivu? Anisa, naomba unijibu. Kwa nini wanawake wengi mkiwa kwenye ndoa zenu ama kwenye mahusiano yenu, kwa nini napenda kuingilia mahusiano ya watu wengine? Anisa, toka awali nilikwambia kwamba nampenda Ray sana na sidhani kama nitaweza kumwacha. Naomba unielewe tafadhali. Tatizo sio hilo. Ila wewe unavutia. Oh, wow. Alafu unajua nini? Wewe ni fundi. Sawa, asante. Nashukuru sana. Lakini kazi unaijua. Wow, baby wangu. Yaani nimekuwa bored leo. Yaani nimeshinda vibaya. Jamani, hata mimi nilikuwa kwa dadangu mara moja nilipigia simu. Kwa hiyo ikabidi niende. Hivi unajua kama kaka Sama unajua umeshinda nyumbani? Wewe kwa dadako si ulikuwa jana wewe? Yaani atakupiga. Mimi sikuamlii. Usijali bana, mtu achane nayo. Shauri yako mwenyewe. Hem, niambie. Mpigia bibi wako simu. Hivi unajua sijaongea naye? Kwanza nimtafuta hadi nimemisi. Yaani nilikuwa bored, nimeshinda nimelala tu hapa, wateja hamnani. Ngoja nimpigie hapa. Yaani hujampigia bibi wako simu tokea asubuhi. Bana na wewe. Sasa hizi. Unajua mwanaume matunzo eh? Pia nimpigie bana, hata mimi nimemiss yani. Namba unaipigia haipatikani kwa sasa. Tutamtaarifu kwa ulimpigia atakapokuwa hewani. Mtandao. Namba unaipigia haipatikani kwa sasa. Tutamtaarifu kwa ulimpigia atakapokuwa haipatikani jamani.
hawezi kupatikana. Pole sana wifi yangu, yaani koma utamu niliyomwachia hawezi kukukumbuka haraka hivyo. Sasa wifi, naomba ubaki hapa mara moja. Sawa, nichukue bodaboda nimfuate. Maana yani nishaingiwa na wasiwasi mpaka hapa. Hajai kuwa patikani hivi. Wewe uende wapi? Unajua sasa hivi ni saa ngapi? Alafu kakako sasa hivi anatoka kazini na alisema atatupitia. Kwa hiyo naomba utulie hapa. Atakuja kukose hapa, alafu ugomvi wake mimi siwezi. Siwezi kabisa, kwa fanya utulie. Niko karibu na kifo changu, na uona mwisho wangu. Au mzigo wa dhambi zangu, nitajibu nini kwa Muumba wangu? Sikitisha kwa macho ya nyama, sina yoyote kumpa lawama. Na kutofika kila siku endapo. Grace, mamangu karudi. Mbona kuniambia mapema? Grace, hata mimi sikutarajia iwe hivyo. Sikutarajia kabisa iwe hivyo. Mirai, kumbuka kwamba nakupenda sana. Unatambua hilo. Na kama siwezi kukubali kabisa ndoa yako iweze kuvunjika. Grace, hata mimi pia siwezi kuvunja ndoa yangu. Na nakupenda sana. Mirai, kumbuka wewe ni mwanamke wangu. Wewe ni mwanamke ambaye nanipenda. Mirai, nipo tayari kufanya chochote kwa sababu yako. Mama, nikuombe kitu. Unahitaji nini kutoka kwangu? Naomba usinitafute, usinitumie message mpaka nitakapokutafuta mimi. Mirai, sasa unaposema kwamba mimi nisikutafute, unaposema kwamba mimi nisikutumie message, Mirai, unaiweka wapi sura yangu? Nitaishi na nani? Nitafanya vyovyote vile na utaenjoy mpenzi wangu. Yeah. Sawa, nakuahidi nitafanya hivyo. Sawa. Ya. Kwa hivyo unachezea simu, ujue kwamba kesho inabidi niende kazini. Baada hapo utoke ukaandae nguo mapema, wewe upo tu. Mume wangu, hebu niangalie kwanza. Niangalie. Hivi wewe kunikumbusha mimi swala la nguo kweli? Nakukumbusha kwa sababu kuna kujisahau. Na nilikuambia kwamba kesho na programu nzito sana. Kwa hiyo inabidi niondoke huku mapema. Haya. Mimi nguo nimeshaandaa. Ila mume wangu. Nini? Ujue mambo yako wewe. Yaani mwenzako mimi ninaombea. Mke wangu usikilize bwana. Mimi sina hela. Hiyo naijua hii. Si umeelewa? Mwezi huu sijapokea mshahara. Na mshahara wa mwezi uliopita nilikupa wewe. Wa mwezi huu mimi nina malengo nao. Kwa hiyo usije ukaanza sio umbea sio vitu gani kama unataka mimi hela sina. Kwa hiyo mume wangu mimi unataka uniite mke kipenda hela, si ndio? Sijasema mke kipenda pesa. Sitaki sasa hata wenyewe sikwambii. Yaani hili ndio tatizo la kudeti na marasti boy. Yaani muda wote unadeka tu. Okay sawa wewe. Niambie uombea sasa. Sasa? Mwenzako Ray. Kapata mchumba. Huo ndio umbea wenyewe ambao nataka unipe. Yaani Ray huyu kwamba kapata mchumba, ni kile slice kwamba Ray kapata mchumba sio vitu gani? Sikiliza sasa. Mwenyewe kasema mchumba wake ni mzuri. Ana nidhamu, ana heshima, ana adabu, yani mzuri, ananukia. Ndio mnavyoongopeana. Ila hayo ni maneno yake. Mimi haka simjui wala nini.
Hivi mke wangu kuna kitu chochote ambacho ukijui kuhusu Lei? Kwa tukio lilomkuta mara ya kwanza kataka kuvishwa pete ya uchumba, mchumba huyo mwenyewe kapita kushoto. Hivi unajua maumivu ya mapenzi wewe? Unadhani leo hii kwamba kirahisi tu kwamba mdogo wangu anatafuta mtu huko yale maumivu? So taratibu. Hapa ni nyumbani bwana. Taratibu nini sasa? Yaani tungekuwa tunazungumzia majirani ndio uombea kwamba tupige ombea taratibu kwamba tuzungumzie chini kwa chini. Ombea wenyewe uko ndani afu ombea wenyewe uongo. Kirahisi tu hiyo. Bana wewe mke wangu mwacha mambo haya. Afu na kitu kingine ambacho ukijui sasa. Mimi nilivyozungumzaga na mdogo wangu kwamba akipata mchumba yeyote yule, break ya kwanza kabisa aje hospitalini kule. Sasa eti kirahisi hivi eti Lei kapata mchumba. Labda wewe sio mdogo wangu mimi ninayemjua. Mbona nachukulia rahisi? Famasiala ni. Sasa ndo kashapenda tena hivyo. Mbele ni hivyo kuongopea. Lei. Mama mtu, unafanya kazi siku hizi apartment hizi si apartment hizi. Unauliza kama nani? Mimi si baba mtu kwani mimi na yeye tunaogana. Wewe unajisaulisha eh? Wewe kumbuki mimi ulivyonumiza moyo wangu. Sasa mimi mamangu ujizima data, mbona umeniacha ghafla? Mimi kipindi kile nilikuwa sijajipata. Alafu kiangalia sasa hivi hapa Heleni yenyewe nimezisahau nyumbani. Mimi nimejipata sasa hivi maokoto hapa. Wewe ulioniacha mimi siku ya uchumba wangu. Tumepanga kabisa tunachumbiana mpaka familia nimeambia. Siku ya kunivalisha pete. Kwa hivi vizee Lei ndio vinakufanya unakuwa kama chiriku unapiga story unanisahau mimi upendo wangu mamangu. Mimi sijaachwa. Mimi nikiachwa napewa evidence kwamba nimeachwa. Mimi siwezi kuachwa haraka sijui. Hivi vizee vina show yote. Mimi napiga show mwenyewe najua nimetaka kuandikwa pale kwenye poster pale hospitali ukataka kuniandika kwamba mimi napiga show. Unaniacha mimi kisa hivi vizee? Hakuna cha kizee humo ndani. Kuna mwanaume kama wewe. Tena alika kama hapo. Ambaye anajua kunihudumia, anajua kunipenda sio wewe. Wewe umeshindwa kunihudumia, umeshindwa kunifanyia chochote katika maisha yangu. Oya! Sikia! Oya! Ni mwanangu unahudumia. Sema last tu hizi mwanangu kipindi kile nilikuwa sijajipata mamtu. Ni ugonjwa wangu kinyonyeshi. Karibu. Kwema? Nimeboeka sana leo. Haujapapenda? Nilipokuwa naingia kuna mtu amenikwaza. Ni nani? Sema achana naye. Haina haja. Sawa, karibu. Asante. Nzuri. Umepapenda? Sana. Pazuri jamani. Anavutia. Hata hujaweka soda kwenye fridge jamani baby. Pazuri sana. Karibu. Hivi hapo unalipa bei gani? Samahani lakini kwa kukuuliza hivyo. Kwa sababu nakupenda sana, yaani natamani kujua vitu vingi sana kuhusu wewe. Pesa ndogo sana. Ila Mungu akijalia na imani tutakuwa na kwetu. Napokuangalia macho yako, watoto wangu watakufanana sana. Wewe ni mwanamke wa ndoto zangu. Nikuangalia hapo, uso wako ni dawa moyo wangu. Nakupenda sana. Lakini mimi siamini bana. Unanipenda kweli? Nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba sikupendi. Nakupenda sana.
kwangu hilo limeisha 100. Ila jua nakupenda sana, kwa sababu nimepitia mengi sana before ya wewe kutokea katika maisha yangu. Nimepitia vitu vingi sana, na ndio maana Zatu inakupenda. Kipenzi changu nakupenda wewe, sina mwingine, wewe ndo roho yangu. Nakupenda wewe, usisikie wengine. Nitakujali na kukuthamini, wewe ndo kichwa nacho. Nitakujali na nakuamini, ushaniteka mwenzako. Mke wangu, asubuhi yote unapendeza. Unaelekea wapi? Mke wangu. Bwana tusipigane kelele asubuhi sawa? Chai iko mezani, ukiamka hapo nenda kanywe chai. Sitaki usumbufu. Maswali ya kuniuliza asubuhi naenda wapi sitaki. Sawa. Tunavurugana tu. Kuharibiana siku asubuhi. Bado na kumbukumbu nzuri za mahusiano yetu tokea tulivyoanza mpaka tunaingia kwenye ndoa. Tulikuwa tunapendana sana. Hukutamani kuiona huzuni yangu, hukutamani kuyaona machozi yangu. Kila nikitaka kuufariji moyo wangu kuwa ni wakati, lakini bado nafsi inaniambia kuwa hili ni tatizo. Mke wangu, bwana, nikwambie tu kweli, ujio wako hapa ndani haujanibariki. Kiufupi, sijafurahishwa nao. Si unanielewa? Yaani huo ndo ukweli, nimekwambia ukweli. mimi ndiye mume wako. Una mume mwingine tofauti yangu mimi. Usijidanganye kwa hilo. Ninaamini tu ni wakati utapita. Mume wangu, nimekubali. Wewe ni mume wangu. Mimi natoka, sawa? Ukiamka chai kwa Sabrina. Tusisumbuane kwenye simu, sawa? Mke wangu ndo nitakulala hivyo na nguo jamani. Wekesi, mboka uko kama niona jana. Mimi tangu lini nikapanda kitandani nimevaa hivi? Mimi mwanzo nataka kutoka. Sasa mke wangu, siku unatoka unaenda wapi? Unajua nimekumisi muda mrefu mke wangu. Mama mtu. Baby. Baby. Jamaa. Baby. Yesu ndio ugomvi haujaisha. Baby. Sasa ugomvi mke wangu si wanagombana huku. Yaani wanandoa, nikwambie mke wangu, wanandoa wanagombana hapa
hapa kwenye kinywa na hapa, lakini huku wanapatanaga, ndio maana unakuta kwenye ugomvi anapatikana mtoto. Njoo basi tengeneze mtoto. Njoo. Baby. Njoo bana. Wewe bana. Jamani wewe. Njoo kwambie. Usilale mara moja mama. Mama yani. Baby. Mr. Christopher, unajitahidi sana kuhudhuria kliniki. Nilikuahidi dokta, lazima nitimize. Lakini moja ya kitu ambacho kinanichanganya kwako, Chris, wewe ni mtu wa aina gani? Dokta, mbona umeniuliza swali ngumu kiwepesi hivyo? Sina maana mbaya, lakini naona toka uje kwenye maisha yangu kuna baadhi ya vitu ambavyo haviko sawa. Ujio wako katika maisha yangu najihisi kama niko maabusu hivi. Maana sielewi. Dokta, uwe huru. Chris ni mtu mzuri sana, lakini kuna wakati najihisi kama mwenye hatia. Hapana, kwa sababu ujue Christopher, una ushawishi fulani hivi ambao unaweza ukamshawishi mtu yeyote yule na asikatae kufanya jambo lako, endapo pale ukiamua hilo jambo lifanyike kwa wakati huu. Dokta, toka awali nilikwambia kwamba nitakuwa mwaminifu kwako. Yote ni matunda ya ushauri wako. Ndio maana Christopher, sijawahi kutoka kwenye mkataba. Nipo kwenye mkataba. Ila Mr. Christopher, mimi ningeomba jambo moja. Zingatia sana dawa. Lazima. Meza dawa kwa wakati, kila kitu kitakuwa poa kabisa. Pia na kinga. Umesahau dokta. Niko karibu na kifo changu, na uona mwisho wangu, na mzigo wa dhambi zangu, nitajibu nini kwa Muumba wangu? Sikitisha kwa macho ya nyama, sina yoyote kumpa lawama, na isikudhofika kila siku enda kwa Mungu. Maumivu yanachoma nafsi, wakuniliwaza simpati, niko peke yangu na giza langu. Shemu lake hilo. Oh yes. Mimi naondoka hivi sasa. Ashe, ngoja kidogo kwanza kuuliza swali. Wewe unaishiu mada? Hivi ile swala la Chris kutokupatikana kwenye simu na lichukuliaje? Mama. Yule unakuta wakati mwingine ana kazi nyingi. Lakini kwamba wewe Chris, wewe unajua kabisa anapokupenda. Una wasiwasi wa nini? Wewe hilo unachukulia poa kabisa? Punguza pressure mama. Haya, na wewe binti. Nimekuta kwa CV wa Moss. Huyo mimi namfahamu huyo. Huyo ni mpenzi wangu huyo. Sio, unajua unidanganya. Mpenzi wako kwenye simu ya Chris? Wewe mwenyewe unajua mimi na Chris kwamba si muda wote ni simu kubwa mimi sina. Kwa hiyo alipopiga picha kama mtumie shemeji yako. Wewe unajua mimi na kasimu kadogo dogo. Ndio iwe mpaka leo. Hujaiona, hujaiangalia? Nitamwambia afute. Punguza wivu. Malaika, malaika. Punguza wivu mama. Una wasiwasi wa nini? Kila kitu unafanyiwa na Chris. Wasiwasi wako nini? Pressure yako nini? Nimeshakwambia hivyo. Weka akilini. Utakuja kugombana bure. Usianiheshimu. Chris. Yule pale ametwa Anisla. Ni mke wa kakaangu.
wifi yangu. Anisia, huyo hapa anaitwa Chris. Ni mpenzi wangu. Oh. Hi Anisa. I'm Chris. Hi tu. Naitwa Anisa kama alivyokuambia, ni mke wa kaka yake. Na nafurahi kukufahamu. Asante. Anisia. Kwani ushaonana na Chris sehemu yote? Sijawahi kuonana naye. Najaribu tu kumtathmini kwamba ni mwanamume aina gani. Lakini okay, nimempenda. Yaani kifupi ndo tunayo na tunatamba nayo. Au unasemaje? Ndio tunayo dada. Kaka. Alikuwa anakuja tu kunichukua mara moja. Tunataka tutoke out kidogo. Anataka kunipeleka kula ice cream. So nilikuwa nakuuliza mkuitee na wewe? Ice cream. Sawa. Okay. Mafuriko. Ndio. Unajua kwamba wanawake ni viumbe hatari sana eh? Huwezi amini. Anisa ameshindwa kujizuia kabisa mbele ya wifi yake. We, usiniambie. Haya kivipi? Wakati mliambizana kwamba jambo hili litakuwa ni siri. Kaka, kuwa makini mjini hapa, utaumbuka. Mafuriko. Wewe acha tu. Ray ametokea kunivutia sana pale kaka naoa. Hivi wewe ni mtu wa design gani? Mbona ueleweki? Yaani kila ninavyojaribu kukudefine sikuelewi, ueleweki. Yaani kuna wakati unakuja kama binadamu, kuna wakati unabadilika kaka. Samahani lakini usije kuona kama labda nimezungumza maneno makali. Kaka, hata na mimi sijielewi kabisa. Yaani najiona kama nina ushetani hivi. Sijielewi. Ushetani? Yaani wewe ushetani na mashetani utakuwa unayo kweli. Yaani nakwambia ukweli ndugu yangu. Alafu kidogo niumbuke kaka. Nini tena? Yaani ilibakia hivi kidogo tu. Nisingekuwa na diizi, nilikuwa naumbuka wewe na mimi. Kuna shida tena? Sio ndogo, ni kubwa. Lakini kama unavyonijua mimi shida hizo huaga mimi nazisolve tu, hakuna shida. Mafuriko. Nakwambia mimi. Mimi nilikuwa katika mizunguko. Simu inaita Milele. Halo shemu, wapi? Kaambia bwana mimi niko mizunguko kidogo. Basi nakuomba njoo unichukue unipeleke nyumbani. Mimi nakusita mimi, na sikutaka kukusumbua wewe. Kiki. Kenda nikamchukua. Wakati namshusha pale sasa. Akaniambia, shemu nimekumbuka. Naomba uniambie huyu ni nani?" Nani? Mosi. Mosi kaka. Sasa nilichokifanya mimi nikaona nifanye ubinadamu mzito, maana la sivyo tulikuwa tunaumbuka kaka. Nikamwambia hivi, huyu mimi ni mpenzi wangu. Akaniambia haiwezekani. Huyu mpenzi wako kwamba inakuwaje kwenye simu ya mpenzi wangu? Nilichomwambia mimi nikamwambia hivi, mimi si unanijua sina simu kubwa. Kwa hiyo nilichokifanya nikamwambia ni stili yule, lakini mimi nikamwambia nafuta. Naomba nisamee nikifika nafuta. Akalizika nafsi yake, akaondoka. Sio umeelewa? Ila sasa na wewe ndugu yangu, unajua wewe unapenda kipumbavu. Nakwambia mimi unapenda kijingajinga sana. Inakuwaje kwamba simu yako unamuonesha pateni mwanamke na wakati unajua wewe ni malaya kilanga uliopitiliza? Mafuriko. I so appreciate. Umekuwa mtu mwema sana kwangu. Nimeshukuru sana. Ndio. Thank you for your support. Hapo sasa ndo unaponichanganya. Yaani kwamba wewe ukizungumza maneno bila kutia Kiingereza chako mimi sielewi. Zungumza tu Kiswahili. Umesema support hapo kidogo okay. Nimeelewa Okay. Nimeshukuru sana. Asante. Baby. Tunaelewa. Mkangu. Simu yangu iko wapi? Sijui. Nilikuwa nataka kuwapigia, kuna lori letu moja limekwama mpakani. Sasa ndo nataka tunawajulie hali kama. Mambo yale kitandani kweli. Bado tukiwa tunafly, tunacheka kama hivi. Tunaangalia tu TikTok babe, tunafly, tunajifresh na watu. Mbona kwa hivyo? Kwa muda wote utakuwa upo na kazi na wewe, kweli? Okay, basi sawa. Tuendelee.
Nimespend bana. Tap tap. Mbona sasa ombi zawadi? Tap tap. Nini? Sasa utanipaje zawadi wakati unibembeleze? Okay, basi sorry. Okay, tap screen. Tap screen. Sasa unasemaje hapo? Uniambie sasa gift nini? Tap screen, send me gift guys. Okay, tap screen. Nawapenda. Okay, tunawapenda. Tap 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 tap. Oh. Mwana babe. Yaani huku unaweza ukashinda ukapata mahela mengi. Huko. Yes. Oh. Mke wangu. Kwikwi hiyo. Nikupe maji? Mwana babe. Niko poa kabisa. Tuendelee bana. Tap guys. Tap guys. Tap screen. Tap tunawapenda. Napenda. Maona mangu. Wow. Hicho. Iyo. Simba huyo. Mke wangu. Kamba babe. Ndio tumepata shilingi ngapi hapa? Kani ngoja Simba kapita ndo shilingi ngapi? 9. Hey, babe. Kweli babe. Kwambia. Babe mingi. Tuendelee kutap na kuomba gift sasa. Tap screen. Gift. Sio hivyo. Tap screen. Tap. Tap screen. Mungu wangu, jaribu gani namba isiwe kweli. Mke wangu. Nimekusikia ukitapika bafuni. Ulikuwa ukitapika, si ndio? Kawaida babe, nilikuwa sijisikii vizuri. Ujisikii vizuri? Toka mchana. Nilichelewa kula. Basi. Naomba kesho asubuhi tuende hospitali kupima, sawa? Babe. Tupumzike kwanza, asubuhi tujue asubuhi. Ndio nimesema mimi. Okay, sasa inabidi tupumzike. Sawa. Niko karibu na kifo changu, na uona mwisho wangu, na mzigo wa dhambi zangu, nitajibu nini kwa Muumba wangu? Chris, umeniangusha sana leo. Ray, naomba unisamehe. Najua kwamba nimekosa. Nimeshindwa kabisa kudhibiti hisia zangu kwako. Naomba unisamehe. Hata kama Chris, tulikubaliana tutaenda kupima, si ndio? Aya, umefanya nini sasa? Ray, I promise you. Hata kesho ni siku.
Nipo tayari twende tukapimwe kesho. Kirahisi tu. Hapa nilipo napitia maumivu makali. Tumechubwana. Wewe yani uone kama hiyo ndio itakuwa ndo hatari zaidi. Na hatujaenda kupima, hatujaenda kufanya vipimo vyovyote. Hey. Nakuamini. Je, wewe uniamini? Kuamini Chris. Na nakupenda sana. Ray, wewe ni mwanamke tofauti sana kwangu. Wewe ni kila kitu kwangu. Wewe ni chaguo la moyo wangu. Nakupenda sana. Lala kifuani kwangu kipenzi. Lala kifuani kwangu lazizi. Habari hapa? Nzuri, karibu mume wangu. Sawa, leo yuko wapi? Sasa baba, si ukae kwanza, upo hai unamuulizia tu Ray. Mimi nimekuuliza. Lei yuko wapi? Ameenda kwa mchumba wake. Nini? Ameenda kwa mchumba wake? Mchumba wake gani huyo ambaye mimi simfahamu? Mume wangu, hizo sasa ni lawama. Mimi sitaki hivyo. Utaki nini sasa? Mtu anayekaa na Lei muda mwingi ni nani? Si wewe hapo? Niko karibu na kifo changu, na uona mwisho wangu. Mzigo wa dhambi zangu, nitajibu nini kwa Muumba wangu? Sikitisha kwa macho ya nyama, sina yoyote kumpa lawama. Na sikutofika kila siku enda kwa Mungu.